Wakati Adamu katika bustani ya Eden alipoulizwa juu ya dhambi iliyotendeka, alimsingizia mwanamke kwamba Mungu ni huyu mwanamke uliyenipa. Lakini wakati huo ile dhambi ilimhusu Adamu pia. Adui amechukua nafasi kwenye eneo hili. Wanaume wengi leo swala la kanisani wanaona sio muhimu kwao, tumekuwa busy na shughuli zao. Lakini nataka kueleza kwa wewe mwanaume unayenisikiliza kwamba ni muhimu kumwabudu Mungu, ni muhimu kwenda kanisani. Dhambi haijabaki kwa mwanamke, dhambi ni kwa kila mtu asiyemwamini Kristo. Kwa hiyo ninawaasa wanaume wote mahali tulipo, hebu tumwamini Yesu na tuweze kuhudhuria katika ibada. Hatuna haki kuwazidi wa mama. Sote kwa namna tulivyo tunapaswa kumgeukia Mungu kwa tabia zetu na mienendo yetu. Kwa hiyo napenda kuwaasa wanaume wote ambao leo wanaona swala la kuabudu sio la kwao, na wengi wamejikita kwenye utafutaji tu, lakini swala la kumwabudu Mungu wameliacha. Nataka nikwambie kitu, mali unazotafuta aliyeziweka ni Mungu, na ili ufanikiwe ni lazima mtangulize Mungu. Uwe na kazi, mtangulize Mungu. Uwe na biashara, mtangulize Mungu. Uwe na umeajiriwa, mtangulize Mungu. Mungu ndiye anatujalia katika kila eneo. Maandiko yanasema kitu kimoja cha tofauti sana, Bwana asipolinda mji wakeshao wafanya kazi bure. Na ndio maana leo kwa sababu ya kutokumwabudu Mungu, watu wamejiingiza hata kwenda kwa waganga wa kienyeji, wanafanya biashara za mazindiko, biashara ambazo hazimpendezi Mungu, na kufanya biashara za mikataba ya mapepo. Lakini kama ukimtanguliza Mungu, Mungu atakubariki kazi yako, atabariki biashara yako, atabariki kila unachokifanya. Hata ukiwa na mashamba atabariki, ukiwa na kazi atabariki. Kwa hiyo Mungu ni vyote katika vyote, na Mungu ndiye mwanzilishi wa kazi. Mungu ndiye alitaka tufanye kazi. Kwa hiyo kufanya kazi ni mpango wa Mungu, tuwe na majukumu ni mpango wa Mungu, lakini tumtangulize yeye atupe uzima na afya katika maisha yetu. Tusibaki nyuma, kwa maana Mungu hakuchagua ubaguzi kwamba wa mama au wa baba. Wote lazima tupate kuwa kipaumbele, kwa sababu ni neema kwa ajili ya mwili wa Kristo. Kwa hiyo kwa jambo hili mimi limenipa baraka na limenipa kufahamu vitu vingi. Kama mwangalizi nimepokea sehemu kubwa ya kuwasaidia watu wengi katika utumishi huu Bwana alionipa, na ninaamini kabisa kanisa litaenda katika viwango vya baraka na viwango vya neema. Huyu ndiye Mungu ambaye ametuhudumia katika Pasaka yetu. Kwa hiyo katika jambo hili tunamshukuru Mungu tena mno, ili aendelee kutenda katika yote aliyotutendea. Katika hayo ninamshukuru Mungu. Wajinyenyekeze kwa maombi, kwa utakatifu, kwa kuhudhuria katika ibada, kwa sababu kuhudhuria katika ibada ndio kukua kwa Mkristo, ndio ushindi wa Mkristo. Kwa sababu hata Yesu alipokuwa anagongomewa pale msalabani, lengo analikusanya kanisa lirudi mahali ambapo Mungu atalihudumia. Hayo mafunzo ni kwa ajili ya kutupatia uelewa, tujue namna ya kumtumikia Mungu, lakini pia namna ya kuishi kwenye wokovu. Yanamsaidia mtu binafsi aendelee kujua, anapoendelea na safari hii awe na uelewa mpana wa kumwelewa Mungu na kufanya yale ambayo yanatakiwa afanye kwenye wokovu. Kwa kweli kwa wakati huu nadhani nimeongezeka toka pale nilipokuwa mpaka nilipo hivi leo. Na waambia na wenzangu wengi wanaonisikia na kunitazama kwa muda huu, kwa kweli jamani, tumtumikie huyu Yesu, tumtumikie kwa viwango vya ajabu na vya tofauti, kwani yeye ndiye sababu ya maisha yetu, na hivi tulivyo si kwa ujanja wetu.